Wamama wakitaka kujiunga na vikoba wawaelezee, wapate kuwaelewa kwamba vikoba vina umuhimu gani. Lakini kinachotokea ni kwamba wababa wengi wanaona vikoba kama ni sehemu ya kupoteza muda, na kwa bahati mbaya vipo ambao vikoba vilishatokea vikawavunja watu moyo. Sio kwamba ni ile hali ya wamama wengi kuficha taarifa zao za fedha, hasa pale tunapoelekea kwenye kugawana. Pengine ni sababu ya wakina baba kutokubaliana na hili kwamba upo Januari to Disemba, hapa mwezi wa 11 wa 10 taarifa za vikoba ziongeleki tena majumbani. Ndio sababu ya wanaume kutokubaliana na hili? Mimi kwa upande wangu sababu kubwa naona ni wanaume kutokuwaelewa wanawake au kutokuvielewa vikoba. Kama wanaume wakivielewa vikoba, itampa chansi huyu mama kumuelezea. Kama ikimpa chansi ya kumuelezea tangu anaanza, hawezi kumficha siku ya kuvunja. Kwa sababu tangu mwanzo anakuwa anajua. Kwa hapa tunarudi pale pale, mawasiliano yao yanakuja pale ambapo wanaume wataelewa umuhimu. Akishaelewa umuhimu, basi mwanamke atakuwa huru kumuelezea. Kwa kama kashajua tangu Januari, hawezi kumficha Disemba. Ni kweli. Wewe ni mkufunzi wa vikoba nchini Tanzania na una miaka 7 sasa. Si haba. Unadili na watu pengine ambao mpangilio wa fedha, mpangilio wa matumizi ni changamoto kubwa sana kwa kina mama. Ni haswa zaidi ambacho waga unawaambia, hasa pale tunapoelekea mwishoni mwa mwaka ambako kila mtu anaondoka na fungu lake? Ni kweli. Kwenye vikundi vyetu tunajikita hasa kwenye kutoa elimu kulingana na mhusika. Tunatofautiana vipato, tunatofautiana uelewa pia. Kwa tangu mwanzo tukikupa uhuru wa wewe kutuelezea, basi tutafahamu tuanzie wapi ili wewe bajeti zako ziende sawa na ufikie malengo yako kulingana na uwezo wako. Usijipe mzigo mkubwa na wala usijipe mzigo mdogo, uwe kwenye level yako ya mafanikio yako.